Kwa majina naitwa Peter Zakaria. Mimi ni msanii, nafanya sanaa ya uimbaji. Nafanya live performances. Mkutano wa Beijing ni mkutano ambao ulifanyika maalum kwa ajili ya kumkomboa mwanamke. Kwa kipindi kile kulikuwa na kauli mbiu inasema safari ya ukombozi wa mwanamke. Kwa hiyo mkutano wa Beijing uliazimia kumkomboa mwanamke dhidi ya mifumo kandamizi, dhidi ya ukatili wa kijinsia na vitu vyote ambavyo vinaenda against haki za binadamu, hasa kwa wanawake. Kwa jina naitwa Neofita Michael Kunambi. Ni mkazi wa Mabibo, mtaa wa Azimio. Mimi huwa najishughulisha na shughuli za biashara ndogo ndogo au mambo ya ujasiriamali. Mkutano wa Beijing una maana sana kwangu. Kwanza umenipa ukombozi. Kwa ajili hapo zamani mwanamke alikuwa kwanza hathubutu kurithi mali. Na pia hathubutu kuongea kitu mbele ya wanaume. Kwamba kunapokuwa na kikao kwamba wanawake tulikuwa tunabaguliwa kwamba wewe huwezi kusema chochote. Anayeongea ni mwanaume, ni sauti ya mwanaume. Na ilikuwa ni kweli, hata ikitokea bahati mbaya mume wako akifa kama mmechuma mali, basi wewe inabidi uondoke urudi kwenu, na haijalishi kwamba wewe umekuja pale kwa yule mwanaume ukiwa na miaka mingapi. Wakati zamani kwa wanaolewa watu wakiwa na miaka midogo sana. Sasa ameshazeekea pale, ameshakaa muda mrefu na watoto wako pale mpaka wajukuu, lakini anadiriki kufukuzwa kwamba aondoke akachumbe cha kwake nyumbani kwao. Kwa majina naitwa Cecilia Michael Kimaro. Mimi ni mjasiriamali na ni mwalimu wa wajasiriamali. Mkutano wa Beijing ulikaa kwa ajili ya kuwakomboa wanawake. Ulikaa kwa ajili ya kuwakomboa wanawake baada ya kuona wanawake wengi walikuwa wanateseka, wanawake wengi walikuwa wananyanyasika, wanawake wengi walikuwa hata hawana maamuzi kusimama kwenye familia na kuongea. Jina langu naitwa Alfred Yohana Nyagawa, ni dereva daladala ninafanya safari Mbagala Kao. Beijing naielewa katika nyanja tofauti. Nyanja ya kwanza naelewa Beijing ni chombo ambacho kilianzishwa rasmi ili kumjengea uwezo mwanamke, lakini kutafuta haki za uongozi, haki za kielimu na nyanja mbalimbali ya mwanamke. Kwa majina naitwa Elizabeth Leonard. Mimi ni mwanafunzi. Kwa uelewa wangu naelewa kwamba mkutano wa Beijing ulianza mwaka 1995 ambao upo kwa ajili ya haki za wanawake na pia watoto wa kike. Azimio mojawapo la mkutano wa Beijing linahusu pia kwa watoto kwa kuteketeza ukatili wa kijinsia kwa upande wa watoto wa kike. Hali ilivyo kwa ninavyoona, naona kwamba saizi kidogo kuna maendeleo tofauti na zamani, kwamba saizi kuna hatua zinafuatwa. Kuna hatua zinachukuliwa, mambo yanabadilika na kuna vitu vinatokomezwa kama ndoa za utotoni zinatokomea. Wanafunzi asilimia kubwa watoto wa kike saizi wanapewa elimu. Kwa upande wangu naona kama upande wa vijijini bado hilo swala bado linaendelea, lakini sio kwa ukubwa sana kwa sababu watu wameshaanza kupewa elimu, kwa mambo yanazidi kuboreshwa. Wanafunzi upande wa vijijini nao elimu nao wanaanza kupata watoto wa kike. Kwa jina naitwa Jenny Philip Mdela, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Muungano. Mimi nafikiri kwamba mkutano wa Beijing ni mkutano ulikuwa wa kina mama kwa ajili ya kuwavuta kwanza wa kina mama, kuwaelimisha wa kina mama na kina mama nao kujua haki zao, kwamba sisi kina mama tuna haki gani. Nafikiri kipindi kile cha nyuma wanawake walipamba moto sana, wakasema na sisi tunataka tujulikane kina mama ni kina nane, tuwe viongozi, umeona, wawe wengine mawaziri, umesikia maraisi. Nafikiri mambo mengi tu. Ndio maana ya mkutano mkuu wa Beijing ambao ulifanyika karibuni watu wengi duniani walikuwa wanaujua huo mkutano.